Hey, habari. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, tunamshukuru Mungu. Leo ni siku nyingine tena. Leo tunakwenda kujifunza namna gani ambavyo unaweza ukajaza taarifa za wiring za mteja. Sasa hii sana sana inawahusu wakandarasi. Umeona? Hii haiwahusu wateja. Kwa hii ni issue ambayo ni technical issue. Hii ni sasa kwa wakandarasi ambao wamesajiliwa na TANESCO, umeona, na wamepewa kibali cha kuweza kufanya hiyo huduma au kutoa hiyo huduma ya kujaza taarifa mbalimbali za nini, za mteja. Sasa labda maybe umeitwa na mteja, ameshakuita bana, naomba unijazie taarifa hizo ili uweze kusubmit TANESCO, tuendelee na mchakato mwingine. Sasa wewe kama mkandarasi unawezaje? Kwa kitu cha kwanza ukishafika kwa mteja ni kuangalia wiring. Ukishaiangalia wiring, unabidi uchole sasa mchoro wa wiring. Umeona, uichole nyumba. Ukishaichora ile nyumba, kama ni frame, umeona. Ukishachora, baada hapo unajaza sasa point. Unajaza point zote ambazo umeziona ulipofika kwa mteja kulingana na wiring aliyofanya. Maybe unaweza kukuta ni nyumba kubwa ya vyumba vitatu, lakini kafanya wiring kwenye chumba kimoja. Kwa hiyo utachora nyumba nzima, lakini utaweka point kwenye kile chumba kimoja. Kama ni chumbani au ni sitting room, basi utaweka point kwenye zile sitting room, and then basi utajaza taarifa za mteja. Kwa hiyo ukiangalia hapa, mimi hapa nina mchoro wangu kama ni example ambao tunatumia kujazia taarifa. Kwa hiyo huu ndo mchoro wangu. Umeona? Ukiangalia huo mchoro, umeona hizi ni frame. Umeona kuna ni frame ambazo ziko kama 4. Umeona kuna frame moja, ya pili, ya tatu, ya ngapi? Ya 4. Umeona? Na kila frame ina taa moja moja. Umeona hizo zote taa. Alafu na ina feni moja moja, feni zote hizi. Umeona? Na ina switch socket. Ina switch socket hii hapa. Hii switch socket ni ya huyu hapa na switch socket hii hapa. Huyu hapa na switch socket, huyu hapa na hapa na switch socket. Pia ina distribution board ambayo ni ya single phase. Hii hapa ndio board yetu. Umeona? Haya. Pia kila frame ina switch ya 2 gain 1 way. Umeona? 2 gain hii hapa. Lakini ya 1 way, 2 gain 1 way. 2 gain 1 way, 2 gain 1 way. Hii 2 gain ya kila chumba inawasha taa, inawasha taa la ndani. Gain moja inawasha taa la ndani na taa la nje. Mshaona? Inakuja inawasha taa la ndani na la nje pamoja na hizo zote hizi. Umeona? Gain nyingine inakuja inawasha fan. The same to the next flame, hivyo hivyo. Kwamba gain moja inakuja inawasha taa moja ila ndani, inakuja inawasha taa la nje na la huku tena. Umeona mpaka hapo? Gain nyingine inakuja inawasha nini? Inakuja inawasha fan. Kwa ndio hivyo. Kwa ukiangalia ndio hivyo. Hii ndio key yetu ambayo inaonyesha symbol na description za symbol. Umeona? Ukiangalia hii hapa inaonyesha nini? Hii inaonyesha ni RCD, circuit breaker. Hii inaonyesha ni symbol ya main switch ambayo ni distribution board ya single phase. Hii ni ceiling lights, hii ni ceiling fan. Kwa hiyo ukiangalia ni kama hivyo. Umeona? Huu ni upande wa load, calculation za load, kwamba wiring sasa ya mteja ikoje, load yake inasoma ngapi. Kwa hiyo ukiangalia hapa load 1 hapa ni lights, kuna taa 14. Kwa hiyo taa 14 unazihesabu. Taa ziko ngapi? 14 kweli, unazihesabu hizo zote hizo. Unazihesabu. Mshaona? Kwa hiyo ziko 14. Kama ni taa 14 maana yake kila taa moja ina watt ngapi kwenye upande wa power. Waga tunashumu kwamba kwenye lights tunashumu tu kuna ile kuna rating za power ambayo ni tunatumiaga 20 watt. Kwa hiyo unachukua 14 unazidisha kwa 20. Kwa hiyo ukishazidisha kwa 20 utapata watt. Ile watt unaiconvert into kilowatt ambapo tukapata 0.280. Mshaona? Alafu kuna feni. Feni ziko ngapi? Mimi hapa nimeweka feni 3. Mshaona mpaka hapo? Wewe ndio utaangalia sasa kulingana na wiring yako wewe. Wiring yako ina feni ngapi? Kama ina feni ipo. Mshaona? Na sio lazima uweke feni. Kama hakuna hii maana yake uiweki. Mimi nimeweka kwa sababu kwamba kuna feni kwenye mchoro wangu, kuna nini? Kuna hizi feni zipo hizo. Mshaona? Nimeweka kwamba kuna feni 3. Mshaona? Rating power ya feni, mshaona?
mimi nimeweka ni 60 kwa sababu kuna most of them ya feni zinakuaga zina range kuanzia 60 mpaka 70. Mshaona paka hapo. Kwa hiyo nimetumia 60. Kwa hiyo nimechukua 60 wati nikazidisha kwa 3. Nikapata 180, nikaichange kwenda kwenye kilowatt. Ambapo nikapata 0.18 kilowatt. Baada hapo kuna switch socket. Kwa hiyo utaangalia una switch socket ngapi. Na hizo switch socket kwa sababu switch socket sio load. Mshaona? Ni switch. Manake load inaanza kuhesabika baada ya kuplug kitu kwenye switch socket. Kwa hiyo sasa wewe una switch socket ngapi? Na kwenye hizo switch socket una plug vitu gani? Sijui kama unaelewa paka hapo. Una plug vitu gani? Lakini ili uweze ili isikusumbue sana. Mshanipata paka hapo, ili isikusumbue sana. Weka kila kwenye double au twin switch socket. Mshaona? Weka range ya 500 watt. Kwa hiyo kama una switch socket 4, mshaona maana yake unachukua 4 mara 500, unapata ngapi? Unapata 2000. 2000 nini? Watt. Ambao unachange kwenye kilowatt unapata ngapi? Kilowatt ngapi? Kilowatt 2. Kwa hiyo kama mimi hapa jinsi ukiona hapa na switch socket moja, ya pili, ya tatu, ya 4. Kwa hiyo kila switch socket moja ya double nimeipa 500. Kwa hiyo nikazidisha mara 4 nikapata 2000 nikachange kwenye kilowatt nikapata kilowatt 2. Kwa hiyo baada ya hapo sasa kupata ushachange katika kilowatt zote hizo unazijumlisha. Ukijumlisha mimi nimepata 2.46. Mshaona paka hapo? 60 kilowatt. Kwa hiyo hii hapa ndio total load ya wiring nzima ya kwenye hizi flame. Mshaona? Kwa hiyo kama mkandarasi ukishafika kwa mteja unaangalia wiring yako, kwenye wiring kuna vitu gani? Mshaona? Kuna lights ipo, ndio zipo. Ziko ngapi? Unajaza. Kuna feni zipo, ndio. Kama hamna unaachana nayo. Switch socket zipo, ndio zipo, unaweka. Umeona paka hapo? Na unajaza na vitu vingine ambavyo yani kama umevikuta pale. Sijui kama hapo naeleweka vizuri hapo. Umeona? Kwa baada ya hapo ukishamaliza, hii ni schematic diagram ambayo inaonyesha kwamba kuna live, kuna earth na kuna neutral, ambazo hizi zote zinaingia kwenye nini, kwenye yani hii hapa inaonyesha ni mfumo ambao upo kwenye main switch. Mshanipata? Na main switch ni aina gani? Umeona? Ni ukishaona kwamba ni live, earth na neutral, maana yake hii main switch ni nini? Ni a single phase. Mshaona? Hizi hapa ni ways, hizi ni njia hizi. Maana yake hii main switch yetu ni ya single phase, lakini ni ya njia ngapi? Njia 4, kwa sababu kuna 1, kuna 2, kuna 3, kuna 4. Mshaona? Kwa hapa jinsi ukiangalia hapa, hii njia ya kwanza MCB yake ina 20 amps. Mshanipata? Lakini hiyo MCB amps wire ulio connectiwa pale ni wa 1.5. Lakini umekwenda kulisha taa, lakini hizo idadi ya taa ni 10 ngapi? 10. Utashangaa mimi ninavyojua kwamba nani MCBs ni amps kuanzia 16, 10 ndio zinalisha taa. Kwa nini huyu 20 amekwenda kulisha taa silishe socket? Huyu hapa kalisha taa kwa sababu idadi ya taa ni nyingi. Kwa hiyo load itakuwa kubwa. Kwa hiyo huwezi kuweka MCB ya 10 hapa. Lazima MCB itakuwa na trip kulingana nini na overload. Mshaona? Kwa hiyo maana ameweka MCB ya 20 akaipa nini? Taa hizo taa 14. Kwa hiyo njia ya pili ina MCB 32, amezipa hizi switch nini? Switch socket. Njia ya tatu ni spare, maana yake iko wazi. Njia ya 4 tena ni spare, iko wazi. Hii hapa ni nini? Ndio hii hapo njia ya 4 distribution board. Hii ni LCD. Umeona? Hii hapa ni tail wire sasa. Mshaona, ambao ni ya 10 mm. Basi ukishamaliza hapo ukishachola sasa, wewe kama mkandarasi umeshamaliza sasa kuchola na ushamaliza kuchola. Sasa baada ya hapo sasa ndio unakwenda sasa kumuingizia sasa taarifa sasa mteja, taarifa zake unakwenda kuziingiza kwenye system sasa, kwenye website ya nini, ya TANESCO. Kwa kama kawaida unaingia Google tu, tutumie Chrome, unakwenda hapo, kisha ingia Google hapo, umeona, unakwenda Google unaenda ni connect TANESCO, ambayo sisi ni ndio hiyo hapo inatokea juu hapo, unabonyeza hiyo ni connect TANESCO. Ukisha bonyeza hapo ni connect TANESCO, utaiona hii hapa ya kwanza kabisa, hii ya kwanza ni connect homepage hiyo.
ya TANESCO na click hiyo. Basi ukisha click inafunguka. Umeona, kisha funguka ndio hiyo hapo. Service inayotoa ni new application status, list of contractors. Ukiangalia yote hizi zote wewe kama mkandarasi haikuhusu. Utakwenda juu kabisa hapo utaona hivi vidude hivi vitatu hivi vya juu, una click hapo. Ukisha click hapo kuna home, kuna power application service, afu kuna contractor. Hii ndio inakuhusu, unabonyeza contractor. Inafunguka hiyo hapo, electrical contractor wiring details. Umeona? Hii ni ya mkandarasi sasa. Hapo utaona hapo imeandika ni lesson number. Unaandika lesson number yako. Kwa mfano mimi lesson number yangu ni ELB dash 2024 dash 005. Kisha maliza hapo ni contractor password. Sasa hii ni nani? Ni siri yangu sasa hiyo. Contractor password mimi nitajaza, hiyo ni siri yangu mimi nitaijaza. Ambayo ni basi ukisha ijaza, baada hapo unaweka application number. Application number ndio ile ambayo mteja alitumiwa na TANESCO. Ambayo application number yetu sisi ilikuwa ni ngapi? Ilikuwa ni 0205 24 dash 16 36. Kisha maliza hapo unajaza na unakuja mobile number, namba ya simu. Namba yetu ya simu ilikuwa ni 06 89 51 42 04. Basi ukishamaliza hapo kuna continue application, unabonyeza hapo continue application. Hiyo hapo imefunguka. Umeona? Ukiona hapo unamuona mteja wako huyo hapo. Mteja wetu ndio huyo hapo, bwana Wile. New supply residential individual Wile Enos Moshi. Name of contractor ambaye amemtumia ni Wile Enos Moshi. Lesson number yake ndio hiyo hapo. Umeona? Haya. Property details. Details za mteja. Yupo mkoa wa Dar es Salaam na ni wilaya ya Temeke. Umeona? Kata ya Mtoni, mtaa ya Mtoni, special mark sehemu maarufu ni stand ya magari Kijichi CCM. Installation details ndio hapa sasa. Mkandarasi sasa unaanza kuweka details zako. Installation details. Ya kwanza inaanza na visual inspection. Hii visual inspection ni wewe sasa mkandarasi. Unaionaje? Wiring yako umeionaje? Mchanipata? Hiyo visual inspection umeionaje? Unakuja hapa pembeni hapo una click hapa. Ikoje? Iko good ama iko okay? Tumia tu okay. Unabonyeza tu hapa. Wiring iko vizuri. Haya, afu kuna hii hapa kuna earthing method. Haya, unaangalia wiring ya mteja. Kuna earthing system ipo. Ametumia aina gani ya earthing system? Mshanipata? Earthing system ambayo inatumika sana ni hiyo TT system. Mshaona? Kwa unatumia hii hapa. Unabonyeza hiyo ya kwanza, TT system. Hii ndio tunaitumia sana kwenye domestic. Hizi domestic wiring. Mshaona mpaka hapo? Ya tatu ni earthing resistance. Earthing resistance ni ngapi? Na ukishafika pale kwa mteja ni lazima uende na vifaa. Mshanipata? Upime earthing resistance ikoje. Unaenda kwenye earth pale unapima earthing resistance ikoje. Kwa lazima uwe na mega ya earth. Mshanipata? Earth meter ile lazima uwe nayo. Unani upime ujue earthing resistance ya pale iko ngapi. Mshaona? Earthing resistance mara nyingi waga inakuwaga ni 0. Umeona 0. Mimi naweka 0.8. Unaweza kutumia 0.8, unaweza kutumia 0.9. Ni wewe. Umeona? Ambayo hiyo ndio inakuwa iko vizuri zaidi. Umeona?
kuna hii earth fault loop impedance ni the same na earth resistance. Kwa unaweza kutumia hiyo ambayo ulitumia hapo ya 0.8 unaweka hiyo. Kama ukitumia 0.9 na hapo tena unatumia 0.9. Kwa unaweza kusema kwamba ni 0 labda point ngapi? 0.9. Basi ukishamaliza hapo kuja insulation resistance. Insulation maana yake ni ile wiring. Sasa kuna ile wiring, kuna waya zile waya insulation system zao zikoje? Insulation yake ni nzuri au ni mbaya? Kama ni nzuri, ni insulation ya mega ohms ngapi? Kama ni mbaya, ni insulation ya mega ohms ngapi pia? Mshaona? Kwa hiyo ukiangalia hapa kuna RE. Hii RE maana yake ni insulation, hii ni insulation between ya red and earth. Mshaona? Haya. EYE maana yake ni yellow and earth. BE maana yake ni blue and earth. Mshaona? Na inakuja na RY. Sasa unaona hizi hapa ziko nyingi hizi. Mshaona? Hizi ni kwenye 3 phase. Maana yake unajaza zote hizi kwenye 3 phase. Lakini ikiwa kwenye single phase, maana yake power ni moja. Mshaona? Kwa kama power ni moja, maana yake insulation tutapata moja. Mshaona? Kwa hiyo itakuwa ni kati ya, kama ile power itakuwa red au brown. Kwa inakuwa ni red vs earth. Kwa hiyo utajaza moja. Insulation system yake ikoje? Utapima pale, utaangalia. Mara nyingi sana kwenye insulation system lazima unatakiwa uweke kubwa. Ukiweka kubwa maana yake insulation ndio iko vizuri. Ukiweka ndogo maana yake insulation iko chini. Kwa mimi nitajaza 600. Ukijaza 600 fresh, 500, 400, 300 nzuri hiyo, 100. Lakini ukishaweka 2, 0, hiyo ni mbaya. Mshaona? Kwa hiyo unajaza tu sehemu, kwa sababu ni single phase, unajaza tu juu tu. Maana yake ni nyekundu na kijani. Hii hapa yellow maana yake ni kwenye 3 phase. Blue tena ni 3 phase. Mshaona? Kwa hiyo hizi zinakuwa tena hazikuhusu. Lakini kama unamjazia taarifa mteja ambaye ana 3 phase, ndio unaweza kufanyaje? Ukaweka na hizo. Kwa kuwa sasa sisi ni single phase, basi unaachia hapo. Baada hapo unakuja hapo kwenye earth leakage current protection. Unatumia nini? Aina gani ya MCB unayotumia? Ndio hiyo inayokuambia hapo. Sisi tunatumia ni RCD, residual current device. Kwa una click hii hapa. RCD ambao na hapa kama jinsi nilivyokuandikia ni nini? Ni RCD 63 ampere per 300 milliampere ambao ndio yapo. Kwa ushajaza. Baada hapo unakuja ni rating. Rating ni voltage. Voltage ya ngapi? Voltage ni single phase, naandika 230. Baada hapo unamalizia ni tripping current. Tripping current yake ni ngapi? Ndio hii hapa. Tripping current ni 300 milliampere. Umeona? Kwa hiyo unaandika hapo 300 milliampere. Baada hapo unakuja nini? Rating, hii hapa rating current ampere ni 63, ndio ile pale 63. Baada hapo unaingia ni wiring details. Representative full name. Anayefanya hizi taarifa ni nani? Unaandika tu jina lako mwenyewe la mkandarasi, ni Wile Enosi Moshi. Baada ya hapo, hizi wiring completed, unabonyeza hapa pembeni, itakwambia no au yes, unasema yes, imeshakamilika. Baada ya hapo kuna sehemu imeandikwa continue later au submit and proceed. Mshaona? Hii continue later maana yake kama umechoka kufanya hizo application, unaweza ukabonyeza hapa, baadaye ndio kaendelea kumalizia hiyo application. Lakini kama unaendelea unabonyeza hapa submit and proceed. Kwa unabonyeza hapo. Basi ukishamaliza hapo imefunguka hapo. Unakwenda hatua inayofuata. Hatua inayofuata ndio hapo. Ukiangalia hapo wiring diagram imekwambia ni yes, lakini status ni pending. Pending kwa sababu gani? Bado hujaattach mchoro wa wiring. Ndio maana nimekuandikia pending. Mshaona? Kwa hapo itabidi uattach nini? Mchoro. Baada hapo unakuja electric appliance. Add electric appliance. Maana yake hapa sasa ndo una add load. Load zetu sisi tulizonazo ni nini? Ukiangalia hapa load yetu ni lights, fan and switch socket. Basi tuna add sasa hizo load. Unabonyeza hapa kwenye add electrical appliance. Itakuja hapo. Hapa inakwambia electrical appliance, unasema ni lighting. Ya kwanza sisi tulisema ni nini? Lighting. Haya. Baada ya hapo nakuja ambia number of units, maana yake hizo namba za hizo lighting ziko ngapi? Sisi zipo 14. Unit load ya kila taa moja ni ngapi? Ni 20. Ukishamaliza hapo unaandika save appliance, una save. Basi
itafunguka. Mshaona, ukifunguka ndio hii hapo unaiona. Light ni 14 wati 20, umepata 280. Mshaona ameconvert imekuja kwenye 0.28 kilowatt. Ukishamaliza hapo tunakwenda ya pili ambayo ni ya feni sisi. Ya pili sisi ni feni. Kwa hiyo tunaweka feni. Naandika hapo feni. Umeona? Haya, namba za feni ni ngapi? 3. Unit load tumetumia 60. Mshaona, baada hapo una save tena. Mshaona, hapo unakuwa umemaliza. Umeona, imekuja imejirekodi ya pili hapo. Light ni ya kwanza, ya pili feni. Unakuja ya tatu tena. Ya tatu ni switch socket. Unabonyeza hapo. Unaandika switch socket. Umeona, ziko ngapi? Ziko ngapi switch socket? Ziko 4. Load ni wati ngapi? Tumetumia 500 wati. Baada hapo tuna save. Basi utaiona hapo imefunguka. Umeiona? Yenyewe inakwenda jiandika yenyewe. Mshaona? Baadaye imefanya calculation imepata 2 ngapi? 2.46 kilowatt. Mshaona? Kwa load ya mteja total load ni ngapi? Ni 2.46 kilowatt. Baada ya hapo unakuja juu unakuja kwa attach mchoro. Hapa hii sehemu ya pending sasa. Kuna hii upload unabonyeza hapo upload. Kisha kuja upload umeiona hapo? Haya, umeona hapo upload. Kwenye ku upload hapa amekwambia kabisa kwamba hilo mchoro wako unatakiwa uwe katika mfumo wa JPG, mshaona, katika mfumo wa PDF, mshaona. Kwa basi unabonyeza hapa pembeni. Ukishabonyeza pembeni, basi itakupeleka sasa. Mshanipata? Itakupeleka kwenye mchoro, kwamba mchoro sasa unataka mchoro. Ukishakupeleka kwenye mchoro, ikishakupeleka kwenye, sababu ukishabonyeza hapa itakupeleka kwenye photo za yani sema hapo umesave ule mchoro. Baada ya hapo utausave. Mshaona? Baada ya hapo utakuja sehemu ya kusave hapa. Hapa ukishauweka hapa mchoro utakuja sehemu ya kusave. Umeona? Sasa mimi kwa sababu mchoro ule sijauweka, mshanipata mpaka hapo. Au unaweza ukafanya kitu kimoja hapa. Kwa sababu bado mchoro sijaupiga picha na kuweka kwenye simu. Hapo nimekuonyesha, lakini unaweza ukaupiga picha ukauconvert kwenye PDF ukaweka kwenye simu. Kwa maana yake hapo ukibonyeza hapo itakupeleka kwenye picha kule, utausave hapo. Ukisha uselect baadaye unakuja hapo una save. Ukisha save sasa itakuleta kabisa hii neno pending itapaje? Itatoka. Kwa hiyo kisha toka na kwamba hapo ushamaliza. Baada ya hapo unakuja mwisho kabisa huku ni certify hapa, unabonyeza hapo na click, unaweka hicho kialama. Ukishaweka hapo unakuja mwisho kabisa huku. Mshaona paka hapo? Hapa imekuandikia cannot proceed kwa nini? Kwa sababu hapa hujaattach nini? Mchoro. Maana yake ukiattach mchoro, hii ndio inakuwa hatua ya mwisho ambayo inakwambia ni usubmit. Ukisha submit hapo ndo unagonga. Ukigonga tu hapo maana yake umemaliza nini? Umemaliza kujaza taarifa za nini? Za mteja. Ukiandika hapa continue later maana yake labda umechoka. Kama hivi mimi hapa sijapiga picha mchoro wangu, maana yake naweza nikabonyeza hapa ili niende baada hapo nikapiga picha, nikauconvert into PDF au JPG. Baada ya hapo nikafungua tena, nilipofungua, ukifungua ndio inakuja kama mwanzo, unakuja una attach. Ukisha attach basi unapiga nini? Submit. Nimekwambia hapa imekuandia cannot proceed kwa sababu bado hujakamilisha kitu kimoja ambacho ni nini? Ni kuattach nini? Mchoro. Ukiattach mchoro hapa inakuja ni submit, ndio hatua ya mwisho. Wewe kama mkandarasi unafanyaje? Ukigonga hapo unakuwa umefanyaje? Umesubmit. Na ukisha submit, mteja tena atapata nini? Taarifa ya message kwamba umekamilisha zoezi. Mshaona? Mkandarasi ule mchagua amekamilisha kujaza taarifa zako. Mshaona? Kwa ukaa tayari kwa ajili ya survey kuja kusurvey na kupewa control number. Basi unakuwa umefanyaje? Umemaliza. Nashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Kitu cha msingi na kuomba uweze kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili uweze kuendelea kupata taarifa za vipindi vyetu vijavyo. Asante sana.